Heyo, Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo vipi ambao unatutazama? Uko na your host hapa Ablent Sadok, mjasiriamali sauti. Leo kwenye the playlist kwa maswali ambayo tumeulizana wiki iliyopita na yalikuwa kidogo yana tashwishi na taflan na vitu ambavyo vinasumbua sana kwa vijana na watu wengi, nikaja mpaka Arusha kwa moja wa best designer. Naposema best ni best kweli. Amevalisha watumishi wa Mungu wengi, lakini pia viongozi wa serikalini, watu mashuhuri mbalimbali, lakini pia kuna hoteli kubwa hapa Arusha na nje ya Arusha. Anavalisha na watu wengi sana, watu wa ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Na hapa tulipo ni kwenye eneo dogo sana la ofisi za The Forward Brand. Kaka, mambo vipi? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Amen. Uko vizuri kabisa. Inawezekana kuna watu wanaifahamu sana The Forward, lakini Adiel hawamfahamu. Sasa tungejitambulisha, tuendelee sasa kwa kifupi kwa hicho ambacho tunacho. Baba lazima awe mkubwa kuliko mtoto. Kabisa. Kwa maana lazima tumfahamu Mungu, alafu tumfahamu Yesu. Oh yeah. Lakini pia huwezi kwenda kwa baba bila kupitia mwana. Nakubali. Kwa hiyo obvious The Forward ni kubwa kuliko Adiel. Sababu in the long run The Forward inatakiwa itambulike, ila sisi tuko behind the scene kuhakikisha kwamba vitu vinakwenda na The Forward inazidi kwenda The Forward. Na nadhani hicho ndio kitu ambacho vijana wengi pia tunafeli kwenye biashara. Natamani sisi majina yetu yafahamike kuliko kile tunachokifanya. Lazima uwe na introduction fupi ukiwa na pesa nyingi. Kama juzi ulipata fursa ya kumwona Aliko Dangote akiwa kwenye one of the panel akiwa anajiintroduce pale Zimbabwe. Introduction yake ilikuwa nyepesi sana. Watu walijitambulisha majina makubwa, afu Dangote akamaliza tu akasema my name is Aliko Dangote. Basi. Hiyo umenifanya nimekumbuka pia kitu ambacho kimetrendi juzi. White House. Yes. White House wameposti video Cristiano Ronaldo akiwa na Trump, afu wamemcollaborate. Ni kitu ambacho ningesema kwa kweli jamani, kumbe tunahitaji kutumia nguvu kubwa sana kwenye utambulisho. Pambana. Kule kageuzwa kwa uwanja wa mpira, wacheza mpira. Hatari sana. Trump. Kwa kweli hiyo nimeipenda sana. Sasa kilichonifanya mpaka nimefika huku, kwanza ni mmoja ya watu ambao nawakubali sana kwenye design, kwenye fashion, alafu kizuri zaidi ni born again Christian. Na nimekuwa nikiwa na kuona tokea mimi ninakuwa, niseme wewe unakuwa kwa sababu nimekukuta. Tukikuwa wote. Ila tumekuwa kwenye trend tofauti. Engo tofauti. Kuna vitu ambavyo vinasumbua sana vichwa vya watu makanisani. Ni all about fashion. Na mimi nimekuja hapa leo ni kwa ajili ya fashion. Umekuwa kwa ajili ya neno la Mungu. Yani hapa ni kwa ajili ya fashion. Sasa hiyo fashion mimi najua wewe unaifanya ukiwa umebeba kusudi la Mungu. Na ndio sababu pia ya kuja hapa kwako. Sasa kuna kitu kimoja ambacho labda unaomba tusaidie. Fashion ni nini? Alafu kisha define fashion ni nini, utuambie pia inawezekana kwa kifupi tu hiyo fashion imetokea wapi? Sawa. Fashion ni lifestyle au ni utamaduni. Tunapozungumza fashion tunazungumza kuhusiana na rangi, tunazungumza kuhusiana na muonekano, tunazungumza kuhusiana na muonekano, macho. Kwa hiyo tunaposema fashion ni lifestyle. How do you present yourself to the world? Sisi wote ni models. Either unashiriki model au ushiriki modeling. Wewe ni model. Kwa sababu why am I saying sisi ni model? Because we all walk. Wote tunatembea. Ndio maana ukienda kwenye stage makubwa duniani unasikia kwamba wanatembea, they are doing catwalks, na wengine wanazungumza dog walks if it's there. Lakini in all fashion ni lifestyle ambapo sisi duniani and our runway ni dunia. So the ground hii ambayo tunatembea juu yake hii ndo runway yetu. Kwa hiyo as long as you walk you are doing modeling. And people are looking at you. The way you stand, the way you talk, the way you eat, the way you dress up, the way you communicate, the way you interact, yote unayofanya that's fashion. Ndio maana wewe una identity yako ambayo tunasema Ablent anaongea vizuri, anaweza kusherehesha vizuri. Hiyo ni the way umekuwa, umetengenezwa, umeundwa. Lakini pia kuna namna umejitambua, umeweza kujua kama mimi Ablent sasa nataka niwe mtu wa mwelekeo huu. Kwa hiyo lifestyle yako unaochagua. Kama ulivyochagua kuwa born again Christian, maana yake umechagua njia ya kutembea katika maisha ya Kristo na mwelekeo huo. Kwa hiyo in that way hiyo ni fashion. Na mwanzilishi wa fashion ni Mungu.
kwanza pale anaposema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa hiyo alipoumba mbingu na nchi, aliumba mahali ambapo tutatembea. Alafu pale tunaona siku ya 6 anamuumba mwanadamu. Maana yake ameshaandaa kila kitu. Alafu tunaona sasa katika mavazi, tukirudi kwenye mavazi, tunaona kwamba Mungu ndiye mwanzilishi wa kwanza wa mavazi. Alafu tunaona Adamu anaulizwa, mko wapi? Niko huku. Kwa nini umejificha? Niko uchi. Maandiko yanasema kwamba akamtengenezea vazi. Kwa straight, vazi lilitoka wapi? Tunaambiwa lilitoka kwenye magome ya miti, wengine wanasema theolojia mbalimbali. Wengine wanasema akachukua ngozi akawavika. Sasa ng'ombe nani alimuunda? Mungu. Ambaye anatoa ngozi, tunapata nguo za ngozi. Oh yes. Gome la mti, mti nani aliunda? Mungu. Ambapo tunapata magome yanatengeneza namna hiyo. Kwa sasa kutokana na teknolojia, kutokana na kukua kwa maendeleo na lifestyle za binadamu, ndipo tumeweza kuchukua pamba, tumeweza kuchukua hariri, tumeweza kuchukua manyoya ya kondoo ambao tunaita wool sisi ukija huku, na vitu vingine mbalimbali. Tumeweza kutengeneza vitambaa na tumeweza kuamua namna sasa ya kucheza navyo. Kwa mfano hii ni shati nyeusi tu, lakini nimeamua kuitengenezea tu embroidery kwamba tuweze kupata decoration. Just to match with the trouser, upate the combination. Lakini in the long run it's just a black and white. Na mwanzilishi wa black and white ni Mungu. Mungu ameweka giza ambao ni usiku na ameweka mwanga ambao ni white ambao ni mchana. So it's when the dark meet the light. Na sisi the forward rangi yetu ni black and white. So I like it. Kitu kingine ambacho sana natamani tukifahamu, inawezekana kwa kifupi tu, kanisa linahusikanaje sasa na fashion? Kwa sababu kuna mitazamo mingi ambayo tunayo. Yaani kuna mapokeo ambayo tumeyapokea ambayo yanatutesa sana. Sasa kanisa na fashion vinahusiana vipi? Huwezi kutenganisha kanisa na fashion. Huwezi kutenganisha fashion na imani ya Kikristo. Kwa sababu maandiko ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, Mama Dorcas au aliyeitwa Pa kwa fasiri ya jina lake, ndiye alikuwa bingwa, mimi ninamuita the master tailor, ambaye baada ya Mungu kumvisha Adamu kisha aliendelea kuwavisha wana wa Israeli, alikuwa ni Mama Dorcas. Kwa Mama Dorcas ndo alikuwa the master tailor. Baada ya Mama Dorcas kuondoka na wengine, ndo sisi tukapata nafasi za kushika usteni. Na Paulo ambaye anashona hema, wote ni matailors wale. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba Mama Dorcas alikuwa ndiye anawashonea watu nguo Wayahudi. Na Yesu alikuwa Myahudi. Kwa hiyo ameishi katika trendi ya mavazi na mwelekeo huo, ambapo mwisho wa siku leo huwezi kulitenga kanisa na fashion, kwa sababu Mungu ni kanisa. Anasema wawili wakusanyikapo niko katikati yao. Sisi miili yetu ni hekalu. Hekalu maana yake ni kanisa. Kwa straight tunavolivisha kanisa, tunavolivisha miili yetu, tumevisha hekalu. Au tumevisha kanisa. Kwa hiyo tunachokipata au kinachokuja kutokea samani kinachokuja kutokea ni kwamba kanisa ni mtu. Ukivaa ulivyovalia, umelivika kanisa. Kwa hiyo tayari moja kwa moja huwezi kutofautisha kanisa na fashion. Huwezi unless sijui ufanye nini. Havikubali, vinakataa. Ndio maana ukisoma kwenye Biblia, Mungu anaeleza, akimweleza Haruni mavazi ya kuvaa. Vaeni nguo za kitani, yani linen. Tunapewa maelekezo kabisa namna ya kuvaa nguo, na mtavaa nguo za rangi ya samawi, rangi nyeupe, rangi nyeusi, rangi nyekundu. Na hata unaona wafalme ambao ni kibiblia kwamba wamepangiwa na mavazi ya kuvaa. Ndio maana leo unaweza kuona rangi nyekundu ni rangi ya mamlaka. Kwa sisi Tanzania hatuna wafalme, tunaye rais, na ndio maana unaona rais wetu anavaa kilemba chekundu. Au marais wa nchi nyingine wanavaa tai nyekundu, maana yake ni mamlaka. Na hii imezungumzwa kutoka kwenye Biblia. Kwa hiyo you can't separate fashion with the church. Sasa kama ndio hivyo, nini kinakukera makanisani? Kwa sababu wewe ni mtu wa fashion. Kuna jicho unalo. Kuna sehemu ukifika unaona vitu havijakaa sawa. Nini kinachokukera ukiingia kanisani hivi kuhusu fashion? Nikiingia kwenye jengo. Kwenye jengo. Sasa hiyo mimi kanisa, yes. Nikiingia kwenye jengo. Au pia mara nyingine ukiliona kanisa lingine linapita, ni mtu anapita. Kwa ujumla wake. Sasa hapa ndipo panapokuja kuingia talanta. Au panapoingia tunasema nini kwa Kiswahili cha kizuri?
kwamba ujuzi au talanta. Ndio maana unaona kwenye Biblia kwamba wana waliopewa uwezo na ujuzi wa kazi mbalimbali kipindi cha Musa, kwamba wengine walikuwa wajuzi wa dhahabu, wengine wajuzi wa fedha na vitu vingine, wakitengeneza hekalu, na wengine wakifanya vitu mbalimbali. Kwa hiyo katika eneo kama hilo Mungu ametupa talanta tofauti tofauti. Wewe umesema ni mjasiriamali sauti, Mungu amekuwezesha kwenye sauti, mimi nimewezeshwa kwenye eneo hili la nguo. Kwa hiyo tumepewa uwezo wa kuwa na jicho la ziada ya kuweza kumix hizo colors na kuweza kupata the good combination. Kwa hiyo kila kitu lazima kialign with the colors. Yes, kabisa. Vaa nguo ambazo zinaendana na muonekano wako. Tuna tofauti ya skin tone ambayo Mungu ametuumba nayo. Kwa moja kwa moja nataka kuniambia kuna kitu kinakukera kuhusu rangi watu wanazochagua kuvaa na yani mchanganyiko ambao wanauweka. Of course. Kwa mfano unapokuta kwamba mtu amevaa mavazi ambayo, kwa mfano tuna mavazi ya kuogelea. Tuna miwani za jua. Tuna miwani za giza. Kama hii inaweza nikavaa popote. Lakini miwani ya giza kabisa ile sunglasses siwezi kuvaa ndani. Yes, itakuwa kitu nimeleta mkanganyiko. Kwa hiyo kitendo cha watu kuvaa vitu ambavyo viendani na maumbile yao au na muonekano wao, hiyo inaweza ikawa ni kero. Sasa lazima tujifunze na lazima tubadilike kulingana na hali ya mambo. Sio lazima uwe like a fashion designer straight, lakini kuna vitu ambavyo unavaa kabisa unajua kwamba hichi kitamachi. Kwa hiyo katika baadhi ya mafundisho yangu ninayofundisha kwenye Instagram page ya The Forward, ukiandika The Forward utaiona Instagram page. Huwa nazungumza pia swala la rangi. Kwamba at least try as much as possible to narrow down to few colors as possible. Unakuta umevaa saa ya silver, umevaa cheni ya dhahabu, umevaa mkufu wa hariri, umevaa sio kitu gani, unakuwa kama vile kachumbari ambayo ina nyanya, ina kitunguu, ina karoti na vitu mbalimbali. Kwa hiyo watu wanakosa ile focus ya kukuangalia vizuri kwa sababu unakera macho. Unaumiza. Sasa hivyo vitu havifai. Kama umeamua kuchagua black, nenda na kitu cha white. Maliza hapo. Umeamua kuchagua red na white, tulia hapo. Yani at least narrow to two colors au go to one color. Hiyo itakusaidia kuweza ku minimize, usionekane kwamba umekuwa ni kitu cha ajabu au unakera macho ya watu. Najua kuna mambo mengi hapa, tumalizie vitu vichache. Kwa nini imekuwa ni sababu ya kuvaa bila adabu makanisani? Na tunasingizia kwamba tunaendana na wakati au fashion au unavaa hichi kwa sababu ya unakuta mtu mwingine anaambiwa, anasema umepitwa na wakati wewe, hujui fashion jinsi ilivyo. Hiyo kitu kukutana nayo, na najua umekutana nayo kwa sababu unakaa na watumishi wa Mungu wengi, unawahudumia hapa watu wazima wengi. Imekuwa kama ni kero, watu wanavaa vibaya, wanasema wao wanaendana na wakati au na fashion. Sasa hapa tunazungumzia vitu vitatu. Tunazungumzia fashion, tunazungumzia lifestyle, afu tunazungumzia utamaduni. Asante. Kwa hiyo lazima tuelewe mambo matatu pia yanakwenda sambamba. Ukienda Marekani au Korea au Ulaya, msimu wa summer time, unaweza kukutana na mama mchungaji amevaa kaptula, mapaja yote yako nje, na amekaa anahudumia, labda amekaa pale kwenye stage anahudumu, anafanya ibada na vitu kama hivyo, na hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kumtazama kwa namna yoyote, kwa sababu ule ni utamaduni wao. Lakini summer time kama sasa hivi wakati wa jua Tanzania Arusha, kwamba ninakwenda mimi au mama mchungaji anakuja amevaa kaptula, alafu anakaa madhabahuni pale anahudumu, obvious watu watanyanyuka na kuondoka. Kabisa. Kwa lazima tuelewe kwanza utamaduni wetu unao to guide. Kwa sababu the culture, customs and taboos za nchi yetu ni tofauti na za mataifa mengine. Kwa ukiniambia mimi unakwenda na wakati utamaduni wetu unakataa wakati, obvious utakuwa unaleta mkanganyiko. Ndio maana utaona wageni wanakuja Tanzania, hata tukitembea barabarani utakuta wamevaa visketi vifupi au wengine tu wamevaa hata vikaptula vidogo, anatembea hana wasiwasi wowote. Na unakuta hata wewe mwenyewe haikupi shida. Wala haikupi shida. Lakini akipita Mswahili inakupa shida kidogo kwamba this is not us. Huu sio utamaduni wetu. Kwa hiyo lazima unapokuwa unaendana na fashion na angalia na utamaduni wetu unakwenda namna gani. Sasa utamaduni pia upo ndani ya kanisa. Yaani haiwezekani from nowhere leo sisi tumeamua. Of course tunaweza tukavaa kaptula fupi wakati tunavyoweza. Tukasema leo tuvae nguo kaptula fupi afu tunakwenda kanisani.
okay, tutasali, tutamaliza, lakini kuna watu tutawapa a lot of questions. Tutashwishwi, taharuki. Haina haja kuleta taharuki. Tuende kwenye ibada, maliza, nenda. Lakini ukienda kwenye nchi za joto, labda umeenda Dar es Salaam, umeenda Zanzibar, umeenda wapi, ukaamua kuvaa kaptula yako, sawa, na umevaa kwa sababu ya hali ya joto, na pale Zanzibar au utakapokwenda Mauritius au utakapokwenda kisiwa chochote, hautakuwa kero, bali utakuwa miongoni mwao, yes, not apart from them. Sasa shida unakuwa exclusive sana. Umekuta ibada inaendelea, umekuja umevaa kaptula yako, alafu unataka ukakae mbele. Moto. Au umevaa sketi yako fupi, unataka ukakae mbele. Kwa natania watu, wewe ni praise team uko pale mbele, umevaa kama ndio unavyovaa Marekani, praise team ya Marekani. Ndio. Alafu sasa waya umeanguka, waya umedondoka chini. Sketi yako jinsi ilivyo. Utaweza kuokota huo waya? Utabidi uache unaimba bila waya. Ni bila waya. Kwa hiyo ina maana, kwa maana hiyo, kutokana na utamaduni wetu kama Afrika, tunaweza kuvaa vizuri, tukapendeza, lakini tukawa bado tuna adabu na tukawa tuko sawa. Na yako mavazi mengi kwa kweli kwenye eneo la fashion sio kuvaa nguo fupi au kuvaa nguo ambazo zina maadili kwamba ndio upendeze, au kuacha mwili wako wazi ndio upendeze. Mwili wako unaweza ukaustiri, ukafunika hata uso usionekane, lakini still ukaonekana very beautiful. Wow. Kama ni mwanamke unataka kujipresent beauty, kama ni mwanaume you want to look yourself handsome, kwamba unaweza ukavaa nguo zako zenye heshima, zisizokubana, zisizokuletea shida yoyote, na ukawa smart, presentable, na watu wakasema you look amazing. Wow. Na hata sasa fashion inavyo trend, kuna kitu kinaitwa jeje, mabwanga. Unamwona mwanaume amevaa bwanga, amevaa nguo zenye ambazo hazimbani, na yuko very very presentable and smart. Kwa hiyo tusichukue sababu ya fashion kuleta mkanganyiko makanisani au taharuki. Kwa hiyo tuvae vizuri kwa heshima, hilo ndio swala la muhimu. Fashion sio kuvaa uchi au kujiacha maumbile yako au viungo vyako vinaonekana hadharani, afu unasema umependeza. Labda umeacha kifua wazi, eti unasema sijui siku hizo wanasema wana boost. Una boost kwamba no, that's not right, kwa sababu mwisho wa siku sio wote wanaweza kuingia majaribuni na kuyashinda. Hiyo yenyewe hiyo. Pigia mstari tena. Sio wote wanaweza kuingia majaribuni na kuyashinda, kwa sababu umesema maandiko majaribu hayana budi kuja, makwazo hayana budi kuja, lakini ole watu yule asababishaye makwazo. Sasa kitendo cha wewe kuvaa uchi, unataka kuwakwaza wenzako. Mtu mwenzako anashindwa kusali wala kusoma neno. Most of the time yeye anakuangalia. Sasa kwa nini ukamfanya mtu ashindwe kusoma neno? Vaa vizuri, alafu kule ambapo unafikiri kwamba fashion inaruhusu modernization, do that. Asante sana. Tumemaliza. Mimi nimejifunza kitu. Sasa labda kwa kifupi, Adiel, the forward, mtu akija na kukutana na vitu vya namna gani? Kwa sababu hapa tupo kwenye duka moja, najua kuna maduka mengine, najua kabisa mpo mnafanya vitu kwa ndani. Watu namna gani wakija hapa wanaweza wakapata huduma na package ile kwa kifupi? The forward, kama the forward ipo kwa ajili ya Watanzania wote na wasiokuwa Watanzania. Ambapo tunafanya chochote kinachohusu mavazi. Kuhakikisha kwamba Mtanzania anapendeza, Mkristo anapendeza. Wewe mahali popote unapotaka kwenda, chochote unachotaka kufanya, unapata kinachoweza kupresent. Na the good thing, tunaweza kukushauri how to present yourself kutokana na tukio. So the first question huwa namuuliza mtu, unataka nguo kwa ajili ya tukio gani? Ili niweze kujua. Akiniambia nataka kwa ajili ya kuogelea, nitakupa mavazi ambayo ni waterproof. Na mimi nikitambaa waterproof, afu nitakutengenezea nguo ambazo siwezi kutengenezea suit kwa ajili ya kuogelea, obviously. Nitakutengenezea kaptula na some other things ambazo zinaenda hivyo. Lakini apart from there, tunakushauri pia which color ambayo inaendana na tone ya ngozi yako. Lakini pia utapata viatu, utapata soksi, utapata mashati, utapata tai, utapata mikanda, utapata lapel pins, utapata kitambaa kama utaki kushona kwetu, utapata socks, hadi vitu vya kwenda kwenye tour. Nimeona nipo hizo. Hii ni product ya luxury ambayo naizungumza hivyo, lakini pia tuna product ya safari ambayo hiyo ni mahususi kwa ajili ya utalii, kwamba tumeona to bridge the gap katika eneo la utalii in Tanzania, ambapo sisi tulioko katika North Circuit ambao ni mbuga za wanyama hizi za kaskazini, kwamba uweze kupata mavazi mahususi kwa ajili ya kupanda mlima Kilimanjaro, kwa ajili ya kwenda mbuga za wanyama kuanzia Manyara, Tarangire, Arusha, Serengeti, Arusha National Park, Serengeti National Park, Ngorongoro Crater na sehemu zingine mbalimbali. Kwa hiyo we give you what you want. Lakini apart from that, tunafanya corporate uniforms
clothes kwa ajili ya makampuni, kwa ajili ya mahotels, na pia fashion clothes kwa ajili ya mamodo, kwa ajili ya watu wanataka kwenda kufanya sasa kazi ya muonekano na mavazi. Tunafanya hiyo pia. My MC of course, kama MC Ablet kwa ajili ya harusi na all these things tunafanya. So anything about clothes, anything about fashion, karibu. Be our guest and we will treat you nicely. Ni shuhuda wa mambo haya kwa sababu hata nguo nyingi ambazo unaona navaa suti hadi before, lakini pia na zile za send off. Kwa hiyo vijana na wote na uzuri unafanya huduma kote. Sio kwamba wako Arusha wanafanya Arusha. Kokote. Sasa hivi niko Dar lakini napataga nguo zangu nikiwa niko Dar es Salaam. Kwa hiyo karibuni sana na Mungu awabariki. Kaka, tunashukuru sana. Kijiweni kwa mara ya kwanza leo imefanyika nje ya setup yetu na tumekuja The Forward. Kwa hiyo sisi kwa tuna heshima kubwa. Thank you brother. Asante sana.